Kwa nini mahusiano ya watu wengi yanakufa kwa muda mfupi sana? Kwa nini watu wanatongozana leo, baada ya siku mbili wanakuwa maadui kiasi cha kwamba hawezi hata kutazamana usoni? Kwa nini watu wanakuwa marafiki leo, baada ya wiki moja wanakuwa maadui sana, kwamba wana uwezo hata wa kuwekeana sumu kwenye vyakula? Kwa nini inatokea hali kama hiyo kwenye jamii tulizonazo sasa? Mimi nimekuja na mambo 10 ya muhimu sana ambayo kibahatika kunisikiliza, yawezekana ukabadilisha uhusiano ulionao sasa au ukajenga uhusiano utakaokuwa nao kesho. Sababu ya kwanza ambayo inasababisha sana mahusiano mengi kuvunjika ni kuwa na washauri wengi kuwatumia kwenye uhusiano wenu. Tunaita too much guidance from others. Yaani mwanamke anaenda kushauriwa kwa watu zaidi ya 10 huko 6. Mwanaume anaenda kushauriwa kwa watu zaidi ya 7 6. Alafu ushauri ule mnakuja kuutumia kwenye uhusiano wenu. Baadaye lazima tutokee mifarakano. Jambo la pili ni kufichana vitu vya muhimu kwenye maisha yenu, kwenye maisha ya kibinadamu. Mimi naita 3 foundation of relationship. Umewahi kuolewa, humwambii mwenzako. Au umewahi kuwa na uhusiano na rafiki wa uliye naye sasa, au na ndugu wa uliye naye sasa, halafu umwambii ukweli. Na foundation ya 3 ni kufichana hali zenu za kiafya. Una changamoto ya kiafya, una issue yote ya kiafya, umwambii mwenzako. Sasa inapokuja kubumbuluka na kuja kupata taarifa za vitu hivyo vitatu kwenye mazingira tofauti, lazima tu mkosane, mvurugane na kuvunja mahusiano yenu. Jambo la 3 ni double comparison. Ulinganishi, yani unamlinganisha uliye naye sasa na ubora wa yule uliyekuwa naye jana. You compare the current with the past ones. Yani unaona wa sasa na mapungufu mengi kuliko yule ambaye ulikuwa naye kipindi kilichopita, kitu ambacho hakifai kabisa kwenye kujenga uhusiano. Na jambo la 4 ni kujiaminisha kwamba mwenzako amebahatika kuwa na wewe. Yani unaona kama wewe uko perfect zaidi, lakini yeye kuwa na wewe tu amepata bahati hiyo. Ukijenga saikolojia hiyo, moja kwa moja utaacha kumjali mwenzako, alafu utakuwa unasubiri tu yeye ndo akujali. Na baadaye atakapoona anajali sana wewe, uonyeshe ushirikiano wote, atajiona kama unajipendekeza kwako, na baadaye anaamua kupunguza yale makali ya kupenda au kukuthamini katika muktadha huo. Na sababu nyingine ya 5 ni kujihusisha na watu wengi kwa ukaribu zaidi. Yaani upo na mahusiano na mtu fulani, una ukaribu na watu wengine kiasi cha kwamba mpaka uliye naye sasa anaona kabisa taswira ya kwamba unamdanganya, unamchiti, haueleweki. Lazima tu uhusiano wenu uwe shagalabagara. Na sababu ya 6 ni kuhoji kila kitu kwa mtu wako. Ukinapohoji kila kitu, unaweza kugundua mengine ambayo hukustahili kuyafahamu, lakini pia hata usingeyafahamu hayana madhara yote kwenye uhusiano wenu. Kwa epuka sana kuhoji kila kitu kwa mtu wako. Lakini jambo la 7 ni kujiona wewe ni mkamilifu zaidi kuhusu mwingine ambaye ni rafiki yako, ni ndugu yako au mpenzi wako. Lazima tu uhusiano uwe na changamoto. Na sababu ya 8 ni kuingilia uhuru binafsi. Hapo ndo pabaya zaidi. Unatakiwa uepuke kuingilia uhuru binafsi wa mwenzako. Simu yake unaifanya kama yako. Imeingia tu message unakimbilia kutazama. Wengine wanakuwa wajinga zaidi, wanafikia mpaka kushare fingerprint. Sasa katika maisha kuna namna fulani, hasa wenzangu akina mama, akina dada, wana tabia, unaweza akatongozwa na mwanaume zaidi ya mmoja kwa wakati mmoja na akawakubali wote, na baadaye akawa karibu sana na wewe, huku anapima nani yuko bora zaidi. Kwa hiyo unatakiwa uonyeshe uwezo wako ili abaki kwako, lakini unapoanza kuingilia sana taarifa zake binafsi, utagundua mambo mengine na baadaye utakuja kumchukia. Na jambo la 9 ni kujenga msingi wa mahusiano kwa fedha. Yaani uhusiano wenu nyinyi umesimamishwa na mizizi ya fedha, kwa kiasi cha kwamba siku ambayo utaombwa fedha, mtaombana fedha, mmoja hatotoa ile hela, mtu anaona kama upendo umepungua hivi. Kwa ni bora zaidi hisia zitangulie zaidi kuliko mambo kama hayo. Na jambo la 10 au la mwisho ni kutumia muda mwingi kuwa pamoja, au kutumia muda kiwango cha chini kuwa pamoja. Unapotumia muda mwingi kuwa pamoja, unamfanya mwenzako asikumisi, asikukumbuke, lakini pia unamchosha. Yaani kuna namna fulani anachoka na wewe. Lakini pia kutumia muda kiwango cha chini kabisa, pia mtu anakusahau, haoni uwepo wako. Atakapopata wengine wa karibu, anawaona ni wabora zaidi kuliko wewe. Kwa lazima ujitahidi sana kubalansi muda, uwe katikati, usiwe active sana lakini usiwe inactive sana. Kwa hiyo ni mambo 10.